Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi kizuri cha saa ya kufunguliwa kwako. Leo ninao ujumbe mfupi kwako ya kwamba ahadi ya Mungu itatimia kwako. Ahadi za Mungu ni kweli. Biblia inasema Mungu sio mtu hata aseme uongo. Akisema utaishi, utaishi. Akisema utamiliki, utamiliki. Kuna watu wengi wamekuwa wakiwaahidi vitu na hawatendi. Lakini asubuhi ya leo ninao ujumbe mzuri kwako ya kwamba chochote ambacho Mungu amepanga juu ya maisha yako kitatokea. Si kwa sababu unastahili, lakini ni kwa neema. Tunaishi kwa neema, tunakula, tunalala, tunasafiri kwa neema. Magonjwa yale yale yaliyoua wengine, sisi tunaishi. Na mimi nataka nikwambie, ahadi ya Mungu itatimia kwako, haijalishi ni lini. Watoto wako, huo mgogoro utaisha. Huyu mtu mlevi ambaye anakusumbua, hiyo kuna muda wae kuacha pombe. Nataka nikuhakikishie, hayo malengo ulio nayo ya kununua nyumba, ya kununua gari, ya kununua ardhi, ya kuuza eneo lako na upati mteja, ahadi za Mungu ni kweli. Tukisoma katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 na ule mstari wa 16, tunakutana na story ya mwanamke aliyekutana na nabii na akamtunza nabii, lakini Mungu wakati ulipofika alimpa mtoto. Maandiko yanasema, akasema, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 16, akasema, panapo wakati kama huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la bwana wangu, wewe ni mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume. Wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyosema. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Alipita katika maisha ya mama mmoja tasa. Lakini alipomtunza yule mtumishi, Mungu kupitia mtumishi alitamka neno, na lile neno likavaa mwili. Na asubuhi leo natamka uishi, natamka uponywe, natamka usionewe tena, natamka chochote utakachokifanya Mungu akiwekee mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yatatimia tu kwako. Biblia inasema Yesu alirudi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na malaika akamtia nguvu. Ahadi ya Mungu ni kweli kwako. Nami naomba malaika wa Mungu ashuke na akutie nguvu katika majaribu yako kama alivyomtia Bwana Yesu nguvu. Lakini pia Biblia inasema Yesu aliomba mpaka jasho la damu likatoka, katika kile kitabu cha Luka sura ile 22:43 mpaka 45. Ahadi ya Mungu itatimia kwako ukiamini na ukiomba pia. Daniel alikuwa ni waziri mkuu, lakini aliomba mara 3 kwa siku. Unapofungua macho yako, mwite Yesu. Unapokuwa mchana katika shughuli zako, sema na Mungu. Jioni usilale bila kumshukuru Mungu, kwa sababu ni mwema. Mungu ni wa ajabu. Matendo yake yanatisha kama nini. Hata hivyo ulivyo ni kwa neema ya Mungu. Amenituma nikwambie ahadi zake zitatimia tu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka ubaki imara, kuvumilia katika ahadi na kuwa mkweli. Ili ahadi za Mungu zitimie, lazima uwe mtu mkweli. Tabia ya Mungu ni kusema ukweli. Pokea nguvu wewe hakimu, pokea nguvu wewe daktari, pokea nguvu wewe polisi ya kusema ukweli. Pokea nguvu wewe mtumishi wa Mungu, pokea nguvu wewe mfanyabiashara, uwe mkweli. Unapokopa fedha za watu, rudisha kwa wakati. Pokea hiyo neema. Nataka nikwambie ahadi za Mungu ni kweli. Huyu mama anamwambia mtumishi, unaniambia uongo. Kuna mtu unanisikiliza unadhani Mungu ni muongo, kwamba wewe utafanikiwa. Unaona ni vitu vya kufikirika. Habari njema nilio nayo ni kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anasema yeyote amwaminie atayariki. Amwaminie Yesu ana uzima wa milele. Anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Vumilia mabaya. Maandiko pia anasema ahadi za Mungu ni kweli hata kwa wazazi wetu. Inawezekana una baba, una mama na bado unaumia, una regret, unamchukia Mungu, unakata tamaa. Nataka nikwambia, amesema katika maandiko, apendaye baba au mama kuliko mimi anistahili. Matendo 10:37-39. Acha kulia kwa habari ya huo msiba. Ahadi za Mungu juu ya maisha yako ni kweli.
Hata kama hao watu uliowategemea, huyo bosi, hiyo wizara umehamishwa, hicho cheo umekikosa, ahadi za Mungu ni kweli juu ya maisha yako. Na hata wewe unayepanga kuhamia mkoa mwingine, unayepanga kwenda kutafuta kazi sehemu nyingine, nenda, kwa sababu ahadi za Mungu ni kweli. Mungu amesema kama wewe ni mwanamke utazaa. Kwa nini umekaa miaka mingi na unadhani wewe ni tasa tu, utaitwa tasa tu? Na muona mtoto wa muujiza, na iona kazi ya muujiza, naona huduma ya muujiza. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Huyu mwanamke anasema yule mwanamke akachukua mimba akazaa wakati ule ule. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mhubiri, kwa kila jambo kuna wakati na majira yake, wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna, wakati wa kulia, wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza, wakati wa kutokuomboleza. Hivyo vipindi vyote unavyoviona katika maisha yako havitobaki hivyo hivyo. Pokea nguvu ya kuendelea kuamini na kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Pigana vita vya kiroho. Hakuna mfalme ambaye apigani vita. Vita kivipi? Kusamehe. Vita kivipi? Kuachilia. Vita kivipi? Kufanya kazi kwa bidii. Wewe ambaye ni mstaafu, maisha hayajaisha baada ya wewe kustaafu. Hata kama unadai fedha, hata kama fedha uliokuwa nayo imekwisha, ahadi za Mungu ni kweli juu ya maisha yako, utaishi. Pokea nguvu ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Mngojee Mungu. Mungu alimtokea Musa, usilipe kisasi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 50 mstari wa 17. Mungu hataki utende dhambi, kwa sababu atakutokea tu na ahadi zake ni kweli. Lakini pia Mungu aliyemtokea huyu mwanamke anaenda kufanya jambo jipya katika maisha yako. Acha nikwambie, anasema katika maandiko, katika Isaya 49:16, tazama kama vile kuku anavyovizingira vifaranga vyake, ndivyo Mungu anavyokuzingira wewe. Lakini Mungu pia ananiambia nikwambie, amekuandika wewe unayetazama kipindi kikonye vitanga vya mikono yake, hatokuacha wala hatokupungukia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kiganja ni kama kitabu, ni kibao. Yesu anakupenda na amekukusanya, anataka ukubali kurudi tena kwake. Hata kama ulimuasi Mungu, hebu rudi tena upya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Uwe tayari kumfuata yeye, na uwe tayari kuyakana maisha yako. Maisha yako yawe ni maisha ya kusali, maisha yako yawe ni maisha ya kusamehe, maisha yako yawe ni maisha ya kutoa. Mtu mwingine anakuja kukuomba debe moja la mahindi, huwezi kumpa. Hata soda ya 500 huwezi kumnunulia. Hata kachelewesha kodi ya nyumba yako huwezi kumhurumia. Hata daktari anamhudumia mgonjwa wako huwezi kumwambia hata asante. Hebu Mungu akupe neema ya kujikataa kwa ajili ya Mungu, ili ahadi zake zitimie kwako. Hebu akuondoe na mindset ya dunia, mindset ya kuona huko hapa. Haleluya. Biblia inasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi. Jua uko safarini, na jua ahadi za Mungu juu ya maisha yako zitatimia kwa wakati wake. Pokea hiyo nguvu ya kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua ahadi za Mungu zitatimia katika maisha yako, usiuzoelee uongo. Uwe mtu wa shukrani. Pambana roho yako iwe na nguvu. Fanya kazi ukiamini utapata fedha. Asubuhi ya leo nitakusema na wewe, yule Mungu aliyetokea kwa huyu mwanamke atakutokea na wewe. Nina uhakika, nina imani, na ninashukuru Mungu kwa sababu ujumbe huu utavaa mwili katika maisha yako. Pokea amani, pokea urejesho, pokea kibali, pokea kuinuliwa. Upokee ile hitaji la moyo wako. Shalom, shalom. Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako.